Bible story hii inapatikana kitabu cha Mwanzo sura ya 3 hadi sura ya 4, na pia sehemu nyingine za Biblia zinagusia matokeo ya anguko la mwanadamu. Kulikuwa na ukimya mzito katika bustani ya Edeni. Ule upepo mpole uliokuwa ukipuliza katikati ya miti mitamu ulionekana kuharibika kwa huzuni. Hata ndege waliokuwa wakiruka kwa furaha siku zote walikuwa kimya, kana kwamba walihisi kuwa jambo kubwa lilikuwa limetokea. Adamu na Hawa walikuwa wameinama, miguu yao ikiwa mizito, mioyo yao ikiwa imejaa hofu, aibu na majuto. Kwa mara ya kwanza waliogopa kumwangalia Mungu. Kwa mara ya kwanza tangu kuumbwa kwao, walihisi umbali kati yao na Muumba wao. Walikuwa wametenda kosa ambalo silika yao ya ndani ilijua kabisa halikuwa sawa. Walivunja agano. Walivunja utii. Walichagua sauti ya uongo kuliko sauti ya kweli walioizoea. Walikuwa wamepewa kila kitu ndani ya bustani: amani, utulivu, uzuri usio na kifani na ushirika wa moja kwa moja na Mungu. Lakini walikuwa pia wamepewa agizo moja rahisi: usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Agizo hilo lilikuwa si kizuizi, bali ilikuwa ni ishara ya utii wao, kinga yao dhidi ya uovu na daraja lililounganishwa na Mungu katika upendo. Lakini walipolishika tunda, wakala na macho yao yakafunguka, hawakupata hekima kama walivyoahidiwa na yule nyoka. Walipata kuona udhaifu wao. Waliona aibu walioibeba. Waliona jinsi walivyokuwa uchi kimwili na kiroho. Wakaenda kujificha. Na hapo ndipo historia ya mwanadamu ilibadilika milele. Mungu alipowaita, walitoka wakiwa na hofu. Walikiri, lakini walikiri baada ya kuanguka. Dhambi ilikuwa tayari imeingia. Uovu ulikuwa tayari umeanza kupenya duniani. Na Mungu, kwa upendo mkuu kuliko wote, alifanya uamuzi ambao uliokoa wanadamu katika siku za baadaye. Hakuwafukuza Edeni kwa hasira. Aliwafukuza kwa huruma. Kwa sababu ndani ya bustani kulikuwepo na mti mwingine, mti wa uzima. Na kama Adamu na Hawa wangekula tunda lake baada ya dhambi, wangeishi milele bila uwezekano wa kuokolewa. Wangeishi milele wakiwa wamefungwa ndani ya hali ya dhambi. Hilo halingewezekana kwa Mungu aliyekuwa na mpango wa ukombozi. Kwa hiyo aliwaondoa Edeni ili njia ya baadaye, njia ya mkombozi, ibaki wazi. Adamu na Hawa walifika kwenye ukingo wa bustani. Waligeuka nyuma kwa huzuni, wakaitazama kwa mara ya mwisho nuru ya Edeni iking'aa kama sehemu ya mbingu iliyokuwa duniani. Kwa mbali, malaika mwenye upanga wa moto aliwekwa kulinda mlango. Hakukuwa tena na kurudi. Adamu akamgeukia Hawa taratibu. Tumepoteza mahali pa utulivu, mahali tuliposikia sauti ya Mungu usiku na mchana, alisema kwa sauti ya huzuni. Hawa akamshika mkono. Lakini bado tuko hai. Bado tumepata nafasi ya kuanza upya. Walipoanza kutembea nje ya Edeni, upepo ulikuwa mkali kuliko walivyowahi kuuhisi. Ardhi haikuwa laini tena. Miiba na michongoma ilikuwa imeota, ishara kwamba dunia yenyewe ilihisi maumivu ya anguko. Siku za mwanzo zilikuwa ngumu. Adamu alijifunza kulima kwa nguvu, kuchimba ardhi ambayo haikutaka kutoa mazao kirahisi. Hawa alijifunza kutengeneza mavazi, kuandaa chakula, na baadaye alikabiliana na uchungu wa uzazi, uchungu ambao hakuwahi kujua kabla dhambi haijaingia duniani. Lakini hata katika hayo, waliona dalili ya upendo wa Mungu. Jua lilichomoza. Mvua ilinyesha. Ardhi ilizaa mazao baada ya kazi ngumu. Na walipata nguvu ya kuendelea. Usiku mmoja, walipokuwa wameketi karibu na moto, Adamu akamuuliza Hawa kwa sauti ya chini, Hawa, unadhani Mungu bado anatupenda? Hawa akaangalia juu mbinguni, macho yake yakimulika mwanga wa moto. Nadhani anatufuatilia, si kwa hasira, bali kwa huruma. Upepo ukavuma taratibu kana kwamba uliunga mkono maneno yake. Muda ukapita na Mungu akawabariki watoto wawili, Kaini na Habili. Waliwalea kwa upendo, wakawaambia hadithi za Edeni, wakiwaeleza kwamba kulikuwa na wakati ambapo dunia haikujua maumivu wala machozi. Siku ya kutoa sadaka ilipofika, kila mtoto akaja mbele za Mungu. Kaini akaleta mazao ya ardhi, lakini moyo wake haukuwa thabiti. Habili akaleta sadaka bora, ya kwanza na nzuri kutoka kwa kundi lake la mifugo. Mungu akampokea Habili, lakini sadaka ya Kaini haikukubaliwa. Wivu na hasira vikamjaza Kaini.
Wazo baya likaanza kujengeka ndani yake taratibu hadi likawa kubwa kuliko upendo. Siku moja, akiwa na hasira kali, akamuua yaani akatoa uhai wa ndugu yake. Adamu na Hawa wakalia kwa uchungu ambao haujawahi kutokea. Walipoteza mmoja kwa kifo na mwingine akaondoka mbali kwa sababu ya dhambi. Lakini hata pale Mungu hakuwaacha. Kaini aliwekwa alama ya ulinzi ili asidhurike. Miaka ikaendelea kupita. Adamu akiwa mzee sana, aliwakusanya watoto na wajukuu wake, akawaambia kwa sauti dhaifu lakini yenye hekima, Mungu hakututoa Edeni kwa kutuangamiza, alitutoa ili tupate nafasi ya kuokolewa. Dhambi ilituondoa Edeni, lakini rehema ya Mungu ndiyo itakayomtengenezea mwanadamu njia ya kurudi kwake. Kisha akatazama mbinguni na kuongeza, naamini kutakuja siku ambayo uzao wa mwanamke atamshinda yule nyoka. Wakati huo dunia itaanza upya. Na kwa pumzi ya amani, Adamu akafumba macho yake akiwa na tumaini kwamba Mungu aliyewaumba hakuwa amewaacha, bali alikuwa akitengeneza njia ambayo vizazi vijavyo vingetembelea katika nuru. Asante kwa kutazama Siri za Ufalme TV. Tafadhali subscribe na share. Mungu akubariki.